tumekaa hapa kwa amani na inshallah tutaondoka tukiwa na amani. Vile vile natoa pongezi kwenye meza kuu. Hongereni sana walimu wetu wa skuli ya Al-Hassan. Wazazi wenzangu, naombeni sana watoto wetu, tunajua wenye nyumbani. Tukishaweka TV kwenye viambaza, mtoto anafika saa 7-8 usiku anashindana na channel zake, michezo yake anafuatilia. Mtoto kama huyu tushamwachia angalie channel, kesho asubuhi anaingia skuli, analikumbuka alilofahamishwa jana, anakumbuka mchezo wake unaendelea. Kwa hiyo wazazi, tujitahidi na inshallah Mwenyezi Mungu atatupa nguvu, atasimama pamoja na sisi kutuongozea vizazi vyetu. Hakuna dua nzuri itakayomfaa mtoto zidi ya dua ya mzazi kumwombea mtoto wake. Na inshallah waombe dua watoto wetu, Mwenyezi Mungu awanyoshe kwenye njia njema, awape mafanikio mema hapa duniani na kesho kiyama. Yangu asante sana. Wazazi wenzangu, naombeni sana kushirikiana na walimu. Mtoto kusoma ni mzazi kushirikiana na mwalimu. Sio kama tushamleta hapa mwanafunzi basi tumemwachia mwalimu, yeye mwalimu basi ni mwalimu basi. Ikiwa hakuna mashirikiano basi mwanafunzi hawezi kusoma. Au sivyo? Fanye mapema kwa sababu nguo ya Jumatatu inafuliwa Ijumaa. Isipokauka Ijumaa inakauka Jumamosi, isipokauka Jumamosi itakauka Jumapili, si ndio? Kwa hiyo hili swala tunalifanyia mpango liwai, watu wanafunzi wetu na wao wafanye historia, iendelee historia. Kwa sababu tumekuja kukuta wanafunzi hapa wamesoma vizuri, walimu wamefanya mambo mazuri. Isiwe wanafunzi wetu 200 na ngapi na 60 wakafanya vibaya ikawa wamefanya historia imeharibika. Kwa hiyo jamani, wingi wa wanafunzi isiwe mapungufu ya walimu kuacha kuwasomesha wanafunzi. Jamani, mashirikiano yanatakiwa, tufanye mashirikiano na walimu. Wazee tujitahidi, tunakuja skuli kuulizia, unakaa mbali basi mimi naona kama hivyo wengine wanasema wanatoka wazee, wanatoka Donge, wanatoka wapi, lakini mwanafunzi itakuwa anakaa karibu na skuli. Mzee ambaye umekabidhiwa mwanafunzi, jitahidi unakuja kuulizia mahudhurio ya mwanafunzi skuli, anasoma vipi mwanafunzi, ili yule mwalimu naye anajua mzazi anafuata nini, anafuatilia na anaingia moyo na anapata ule moyo wa kumfundisha mwanafunzi. Lakini ikiwa wewe mzazi hufiki skuli, basi na mwanafunzi pia na yeye unamvunja moyo kwa sababu ni mtoto na anafahamu. Kwa hiyo haya, asante. Sasa hii nikasema kwamba nishauri kwamba ikizama katika la huruma kwamba baadhi ya gari au karibuni nyingi wanafunzi hawachukui, wakichukua tu wawili, wanafunzi wawili cheza za wanafunzi wengine na magari. Kwa hiyo pili angaliwe kwamba kila mtu. Na hakuna kitu kizuri kama mwalimu anamfundisha mwanafunzi wake, baadaye anakuja kumuona kile alichomfundisha na kufanyia kazi. Kwa bahati nzuri nashukuru mimi Mwalimu Hamisi ameshanishuhudia kwenye sehemu zangu ninazofanyia kazi, kama si mara moja ni zaidi ya mara. Nashukuru nafsi yake imeridhika. Kwa nini? Ameona kile alichokipanda katika sehemu ambazo alizopata. Kwa hiyo naendelee tena kuwanasihi ndugu zangu, kila kitu kina wakati wake. Wakati wake ukifika yote yatakuja. Ukisema uyaharakie unakuja kujikuta unapata kitu ambacho hukutarajia. Sasa kwamba nimeshatoka kule, Ali ananiambia hivi, nisikilize, hakuna soko. Kwa sababu atakaye kuja na hivyo vishawishi, muangalie mwenyewe kwanza yukoje. Kwa mwanafunzi mwenzako jiulize maswali. 500 anaopewa na kuona mama yake. Yeye wewe atakusaidia? Sio kweli, hawezi kusaidia. Kwa nje hali kadhalika vile vile. Kwa sababu kama ana malengo angekusubiria kwa wakati ambao utakaokuwa sahihi. Kwa sasa hivi unavaa uniform, hakikisha pata kile ambacho kimekutoa nyumbani na kikupeleka shule. Mimi nimebahatika kusomeshwa na Mwalimu Hamisi. Wakati nilipo form 4 shule, alikuwa na msemo wake mmoja tu kutuambia. Ukimsikiliza bila anajua. Alikuwa anafundisha bora. Ukimsikiliza tu bila anachokuambia wewe unadii. Ukiandika kile anachokufundisha unasii. Ukienda ukafanya revision nyumbani una B. Pamoja una A.
Mimi nimemaliza form 4 mwaka 2014 Bububu. Katika mwaka ambao Bububu form 4 alifanya vizuri ni mwaka ambao alikuwa Mwalimu Hamisi. Mpaka leo sisi tunamkumbuka. Kuna vidude vinatoa flavor nzuri, vinaitwa vishisha. Vinatoa flavor nzuri tu, vina strawberry, vina coffee na vinginevyo. Ukikiweka mdomoni harufu nzuri, lakini ni kilevi. Unajiepusha nacho vipi? Kwanza achana na vishawishi vyote, dili na moja huku litakusaidia. Mimi nashukuru alhamdulillah, napata riziki, nasaidia wazazi na vitu vingi. Lakini ningesema wakati mimi nasoma pale Bubu palikuwa pana mzambarau, vijana ambao wanavuta bangi nilikuwa ndo maskani yao. Ningesema niungane na wale, leo nisingekuwa hapa. Kwa hiyo huko nyuma mmeambiwa, na ni kweli Bububu ni sehemu moja ambayo ni hatarishi sana sana sana. Kwa watoto wa kike wa kiume, endeleeni kusema na nafsi zenu. Niwashukuru sana sana. Hii ndio shule yenu ndugu wazazi, ndugu walezi. Hii ndio shule yenu na ndio sehemu yenu sasa. Kama tulikuwa tunatokea skuli za A-level, O-level kule, sasa wako A-level. Mapenzi ya kule wanayo, lakini hapo yazidishe zaidi, kwa sababu ndio mtoto wetu sasa alipo. Usisahau ulikotoka, lakini hapa uendelee kuonyesha mapenzi zaidi. Tunafanya mitihani ya pamoja ya kumalizia mwaka. Pale kama mwanafunzi hakufaulu masomo yake yote, kaanguka baadhi ya masomo, ndiyo yale baadhi tu ya masomo atakayofanyia supplementary. Na yale masomo aliyoyafeli kuanzia kiwango cha S na F, hii tutamsamehe kwa sababu tulikwenda kuomba, lakini hii tutamsamehe. S na F atafanya supplementary, kapata S moja supplementary moja, kapata S na F supplementary mbili. Kama kafeli Kiswahili afanya supplementary ya kusapua Kiswahili, tutamnunulisha kitabu cha Kiswahili akisoma. Sasa tutamnunulisha kitabu, kama wako wawili, watatu, wanne, watano, inategemea kile thamani ya kitabu. Kama shilingi 20,000 watu wanne, hichi mtakisoma, mtakenda kukinunua, alafu mtakisoma, alafu tutakuwa tunamsikiliza kila baada ya muda. Kile kitabu atakuwa anakisoma, alafu anakadirisha kwa nani? Kwa mwalimu. Baadaye siku ya pili anaenda kukichukua tena, anakisoma tena. Tuko sawa jamani? Katika mfumo kama huo tutamhukumu katika kazi kama hiyo hapo. Mawili matatu afanya supplementary, hakusapua, hakuweza kuyatoa, tutampa fursa ya kusoma tena mwaka mwingine hapa hapa, ili aweze kujirekebisha. Hata akisema anaondoka hapa anaenda shule nyingine, huko anakokwenda pia anarudia, kwa sababu taarifa zake ziko hapa, tunazipeleka huko anakokwenda, na hawezi kupokelewa, lazima ajulikane anatoka wapi. Sawa imani? Wanafunzi, kuna kisa kilitokea hapa. Mwanafunzi mwaka juzi kaingia form 5, tukaendelea nusu mwaka, akawa anaenda tuition zake nje, shule haji. Tukifanya mitihani anakuja, tukamwambia hivi, kwa vile hutaki kusoma na wenzio hapa, kai darasani, una tuition zako nje. Huyo mwalimu wa tuition mwambie akutungie mtihani. Kalia, katukalia katikati, na sisi tukamkatalia katikati. Tukamuta mzazi wake kasema, huyo hata mimi hanisikilizi. Tukamwambia haya basi, wewe utarudia mwaka. Kakataa, kenda huko nyumbani, kakaa kafikiri, akasema sawa, nitarudia, nitajirekebisha. Tukamkubalia kwamba sisi aje. Njia ya Mungu fupi. Kakaa siku 2-3, kashindwa, katoka mwenyewe. Kwa hiyo bila kumtoa sisi, katoka mwenyewe. Kwa hiyo tumpatia fursa, afanya tena. Imemshinda tena, akafanya supplementary, lakini mwaka wa pili pia hakusapua tena, tutamsamehe. Hapa kuna mawili, aidha atoke au tumsaidie, lakini mtihani afanye private. Sisi tuko tayari kumsaidia kwa kumsomesha, lakini atakuwa mwanafunzi kama mwanafunzi wetu. Mtihani hatafanya shule hii, atafanya shule ya private, atanunua. Mwenyezi Mungu ajalie asitokezee hayo. Haijawahi kutokea katika shule yetu sisi. Amini kuna baadhi ya wanafunzi wetu wanakaa mbali, tena mbali, kwa maana ya mbali. Tunaomba wale wanafunzi wetu wanaokaa mbali wakachukue barua za sheha
watuletee hapa, tufanye utaratibu. Tutawapa muda maalum wao wamefika hapa. Mbali ya hapa tunakusudia sio kupanda daladala, awe anapanda gari kutoka hapa shamba, lakini kama anapanda daladala tu sio mbali, ndio tunakusudia hivi. Aje na barua shia, tutakuwa na utaratibu hapa, tutampatia tutampa muda wa ziada. Kwa mfano tumesema saa 1 kasorobo, kwa kuchelewa saa 1 kasoro dakika 5, hiyo tutampa mpaka dakika ngapi? 15. Saa 1 dakika 15 ameshafika. Kwa kuchelewa dakika 20 ameshafika. Kwa sababu gani? Asikose vipindi vya darasani. Kujia moja na wale waliotoka shamba waseme tujili moja. Kwa hiyo mimi naomba sote tuwe na kauli moja, sote tuseme tujili moja. Na wazazi, walezi na walimu wote, sisi tuko tayari katika hilo. Tutatoa mashirikiano yetu 100% muda wote na wakati wote, na ndio maana tunasisitiza kama mtoto atakuwa na changamoto ya aina yote, mzazi usisite kuja kutueleza. Njoo tueleze, tujue namna gani ya kuweza kukaa naye kijana huyo, ya kuweza kumsaidia kijana huyo. Kwa kweli hatufanani, tunatofautiana kihali, kila mmoja na hali yake, na kila mmoja na uwezo wake, na kila mmoja na afya yake. Allah atujalie katika hilo, tuwe na afya njema, tuweze kupata kile ambacho kwamba Allah ametujalia tuweze kukitoa na waweze kukipata. Tujue tu kwamba wanafunzi tuna deni kwa kupitia wazazi wetu. Tuwalipe wema wazazi wetu, wasije wakajuta wazazi wetu. Wanatusaidia, wanatuelekeza, wanatuhurumia. Kwa hiyo kila mwanafunzi tunamwomba atimize wajibu wake. Elimu ni mkombozi wa kila kitu. Ni kweli kabisa, elimu ni mkombozi wa kila kitu. Ndugu wanafunzi, wito kwa kwenu, wazazi wetu hawa baadhi yao wamekosa elimu kwa kupitia wakati wao. Saizi wana muda mzuri wa kukushughulikia wewe. Jitahidi usiwaangushe, wala usijifanye wewe msomi ukawadharau wao. Usiwadharau, hata kama mzazi wako hakusoma, hata kama mzazi wako kasoma, usimdharau. Waendelee kuwa nao, usifanye jambo lolote kabla ya kutafuta ushauri kutoka kwa wazazi na walimu kwa ujumla, na kuongezewa mema katika mezani zetu sisi na wazazi wetu walioko duniani na waliotangulia mbele ya haki. Allah tusame pale tulipokosea, tunaomba radhi, na tulipopatia basi tukapatane napo sote. Nimefurahi sana hapa kuona mapatina wangu, kwa siku nyingi hatujaonana. Akina Sheikh Omar hapa, nakushukuru sana, hongera sana. Leo hii Sheikh Omar tuko pamoja, tulikuwa tunalikuwa na mbo pamoja, huyu lengo tulikuwa tunatafuta kwa pamoja, sio yeye peke yake, wapo wengi hapa, lakini mwisho wa siku sisi tumeacha alama au tunaweka alama kwa wengine. Lengo la madhumuni kuwasaidia nyote insha Allah. Baada ya hayo, niwashukuru sana ndugu wazazi na ndugu walezi, niwaonee huruma sana na nakuombeni mtusamehe ndugu wazazi na walezi ambao kwamba wanapigwa na jua. Tunaomba radhi, si makusudi yetu, tunaomba mtusamehe. Allah akujalieni katika kuondoka kwenu, kila hatua mtakaopiga kuelekea nyumbani iwe ni sababu ya kuongezewa mema katika mezani siku ya Yawmul Kiyama, na iwe ni sababu ya kuondoshewa makosa yote. Kwamba wengi na napenda kwamba mashirikiano haya tuyakuze na tuendeleze, kwa sababu watoto wetu kila kuwa na wao wanabadilika sana, na ukiacha kuwa yeye pamoja naye basi atabadilika kwa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa hina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa hina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa hina. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم سيدنا ممن نريد ونجينا ممن نخاف وبفضلك على طيب برحمتك يا ارحم محمد التوحيد، وامتنا على قمة التوحيد وانشرنا على قمة التوحيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. Wanafunzi
msiondoke mpate kuondoa viti. Mpate kuondoa viti inshallah.